Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo sura ya 10. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu katika kitabu cha Matendo sura ya 10. Tutaanza na siri ya kwanza. Petro akiwa na Kornelio. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kitalia, mtu mtawa, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono wazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi, peleka watu Yafa ukamwite Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakwambia ya kupasayo kutenda. Na yule malaika aliyesema naye akiisha kuondoka, Kornelio akawaita 2 katika watumishi wake wa nyumbani na askari mmoja, mtu mtaua katika wale waliomhudumia daima. Na alipokwisha kuwaeleza mambo yote, akawatuma kwenda Yafa. Hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba, yapata saa 6 ya mchana. Akaumwa na njaa sana, akataka kula, lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kilishuka kama nguo kubwa inatelemshwa kwa pembe zake 4 katika nchi, ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu 4 na hao watambao na ndege wa angani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamjia mara ya pili ikamwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Jambo hili likatendeka mara 3, kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni. Hata Petro alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake ni nini maono hayo aliyoyaona, wale watu waliotumwa na Kornelio ulizia nyumba ya Simoni wakasimama mbele ya mlango. Wakaita wakauliza kwamba Simoni aitwaye Petro anakaa humo. Na Petro alikuwa akiyafikiri yale maono. Roho akamwambia, wako watu 3 wanakutafuta. Basi ondoka, ushuke, ufuatane nao, usione tashwishwi, kwa maana ni mimi niliyewatuma. Petro akawashukia wale watu, akanena, mimi ndiye mnayemtafuta. Mmekuja kwa sababu gani? Wakasema, Kornelio, akida mtu mwenye haki, mchaji wa Mungu, aliye na sifa njema kwa taifa lote la Wayahudi, alionywa na malaika mtakatifu kutuma watu kwako, uende nyumbani kwake apate kusikiliza maneno kwako. Akawakaribisha wawe wageni wake. Hata siku ya pili Petro akaondoka akatoka pamoja nao, na baadhi ya ndugu waliokaa Yafa wakafuatana naye. Siku ya pili yake wakaingia Kaisaria, na Kornelio alikuwa akiwangojea.
hali amekusanya jamaa zake na rafiki zake. Petro alipokuwa akiingia, Kornelio akatoka amlaki, akamwangukia miguuni, akamsujudia. Lakini Petro akamuinua, akasema, simama, mimi nami ni mwanadamu. Na katika kusema naye akaingia ndani, akaona watu wengi wamekusanyika. Akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine, wala kumwendea. Lakini Mungu amenionya nisimwite mtu awaye yote mchafu wala najisi. Kwa sababu hiyo nalikuja nilipoitwa nisikatae. Basi nawauliza, ni neno gani mliloniitia? Kornelio akasema, siku 3 zilizopita katika saa hii yaani saa 9, nilikuwa nikisali nyumbani mwangu, nikamwona mtu amesimama mbele yangu mwenye nguo zing'arazo. Akasema, Kornelio, kuomba kwako kumesikiwa na sadaka zako zinakumbukwa mbele za Mungu. Basi tuma watu kwenda Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro, anakaa katika nyumba ya Simoni mtengenezaji wa ngozi karibu na pwani, naye akija atasema nawe. Mara nikatuma watu kwako, nawe umefanya vyema kuja. Basi sasa sisi sote tupo hapa mbele za Mungu tupate kuyasikiliza maneno yote uliyoamriwa na Bwana. Nini cha kujifunza hapa? Cha kujifunza hapa ni siri moja. Cha kwanza, vyakula Mungu alivitakasa, na Injili iliongea vizuri sana. Kama wewe ni mfuatiliaji na unasoma Injili, Yesu alivitakasa vyakula vyote. Lakini pia hapa kuna jambo lingine limejificha hapa, jambo ambalo linataka tulengwe hapa. Watu zamani, watu wa mataifa wa Israeli walikuwa na waita najisi, ni kafiri. Hapo Petro alipewa maono kabla ya kwenda kupeleka Injili yake kwa watu wa mataifa, akaambiwa watu waliotakaswa na Bwana usiwaite najisi, hata kama ni wa makabila mbalimbali ambao yako nje na makabila yenu. Kwa hiyo aliandaliwa kwanza Petro, lakini akafundishwa vitu viwili kwa wakati mmoja. Chakula sikiite najisi kilichotakaswa na Bwana, lakini hata watu na mataifa, watu wa mataifa, watu wa makabila na wenyewe hasiwaite najisi, kwa sababu wametakaswa na Bwana. Kwa maana gani? Hata sisi huku, kwa mfano, watu weusi ambao tulikuwa tunaabudu mizimu, tunaabudu miti, tulikuwa tunaabudu mambo ya ajabu, wale tunaomwamini Yesu Kristo kwa imani, maanake tumetakaswa. Hatupaswi kuitwa najisi wala makafiri, kwa sababu kwa Mungu yeyote yule, kabila lolote lile, mtu yeyote yule anayemwabudu Mungu kwa roho na kweli, huyo ametakasika na hapaswi kuitwa najisi. Siri ya pili, wa mataifa waisikia habari njema. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli, akihubiri habari njema ya amani, jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohana, habari ya Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Uyahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya 3, akamjalia kudhihirika, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Huyo manabii wote humsujudia, ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Nini tunafundishwa hapa? Wakati anaeleza hapa Petro, na kutokana na maandalizi ya kwenye ndoto kwamba mtu asimuite najisi ambaye ametakaswa na Bwana, ameenda kushuhudia sasa watu waliokuwa wa mataifa wasiyemjua Mungu wanakuja kwa nguvu nyingi sana na kumwelewa Petro kwa ukubwa sana.
Nini tunachofundishwa hapa? Watu wa mataifa ni wepesi sana kumwelewa Mungu kuliko watu ambao wana dini zao na misimamo zao kumwelewa Mungu. Mfano mzuri, Sauli alikuwa na dini, lakini bado aliipinga injili ya Yesu Kristo, akawaua watu wote waliokuwa na mcha Yesu Kristo. Lakini kumbuka jambo moja, naweza nikakupa mfano. Yesu Kristo alipoona wanadini alikuja kwao, walio wake wakamkataa, akaenda kwa watu wa mataifa, waliipokea injili kwa kishindo kikubwa sana. Akaona ishara kubwa sana. Maana yake ni nini? Lami ikiharibika, ukitaka kuitengeneza iwe njia nzuri, ina gharama kubwa sana kuitengeneza, kuliko njia ambayo ni ya vumbi kuitengeneza, haina gharama kubwa sana. Maana yake nini? Sauli ilibidi Yesu atumie gharama kubwa, tinga. Sauli awe giza siku 3, aone mwanga siku 3, asikie sauti ya Yesu Kristo. Lakini watu wengine ambao ni wa mataifa, hakutumia nguvu kubwa kuwaelekeza ili wapate kumwamini. Maana mwanadini ana gharama kubwa sana kumbadilisha ili amjue Yesu Kristo ambaye ana msimamo wa kidini uliojengwa na nguvu za giza. Lakini mtu wa mataifa ambaye hata Mungu amjui, ana gharama ndogo sana kumwelewa mtu wa Mungu anayehubiri injili ya ufalme kama mimi, kuliko watu ambao tayari wana misimamo yao ya kidini. Na bado Yesu Kristo alisema, hakika watawatangulia makahaba na watenda dhambi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wengine, naongea na mtu mwenye dini, mwenye msimamo katika dini, na kushauri usifungwe na dini, kusikiliza injili ya ufalme na kumwamini Yesu Kristo. Usikiapo sauti hii, kuna mambo mengine yanatakiwa kwenye dini ya achwe, ambao yamewafunga watu matita. Hayo sio ya kutoka kwa Mungu, bali ni ya kutoka kwa watu wanadamu ambao wameyacreate wenyewe. Angalia injili ya Yesu inasema nini, ndiyo uifuate. Ndicho tunachofundishwa hapa. Kwa hiyo Mungu yuko kazini, Yesu yuko kazini hata sasa. Ananena na mtu mwanadini ambaye amefungwa fikira, haelewi, anatazama haoni, isipokuwa anaangalia msingi wa kidini ambao hauna uzima wa milele. Siri ya 3, wa mataifa wapokea Roho Mtakatifu. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotailiwa, walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa, siku kadhaa wakazaa. Nini tunachofundishwa? Watu wa mataifa bado wana imani kwa Yesu Kristo, hata kuwafundisha haina kazi. Hapa wamepewa neno, dakika Roho Mtakatifu akashuka na akafanya kazi. Hakutumia nguvu kubwa kujizilisha Yesu labda katika mwili, katika nyama, ili wapate kumwamini, bali neno lilipowachoma liliwaingia na wakaelewa. Tunafundishwa hata sisi tuwe watu wa kusikia injili na kubadilika, tuwe watu wa kusikia injili na kupokea Roho Mtakatifu. Ukumbuke walipokea Roho Mtakatifu ndio ubatizo wa Yesu Kristo, kwa sababu ni wa Roho Mtakatifu na moto, na aliushuhudia Yohana. Baada ya hapo akashauri huyu Petro wakabatizwa na maji, kwa maana ya kwamba aliona ni vyema tukawapena ishara ya maji ambao ni ubatizo wa Yohana Mtakatifu, japo haikuwa lazima sana, kwa sababu Yesu mwenyewe alisema atabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Ndicho tunachoshuhudia hata kipindi yuko msalabani. Aliwahi kumbatiza mtu aliyemwamini, aliyekuwa mkono wa kulia, akasema, Baba, naomba uniweke nami katika ufalme wako utakapokuwa peponi. Akamwambia, hakika leo tutakuwa peponi nawe. Kwa maana hiyo alimbatiza katika ulimwengu wa roho. Ndicho tunachoshuhudiwa. Kwa hiyo ubatizo wa Roho Mtakatifu upo na mpaka sasa hivi unafanya kazi, na si lazima sana kubatizwa kwa maji, lakini ukiona moyo wako unaona ukienda kubatizwa kwa maji ndipo utaamini zaidi. Ni vyema, kwa sababu maji yapo kila kona na yametapakaa. Hivyo tunafundishwa Mungu yupo kazini, Yesu yuko kazini, bado anatafuta watu ambao wamefungwa fikira, na pengine naongea na watu wa mataifa
ambao hawajawahi kusikia injili hii, ni wakati wa kugeuka. Bado Mungu yupo. Yesu Kristo anatamani awaweke katika ufalme wake ili apate kutawala nyoyo zenu na kuenenda sawasawa na sheria yake. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.